Kaiza. Leo unataka kujua habari zangu, si ndio? Ngalawa. Naongea na wewe, leo ndio unataka kujua habari zangu, si ndio? Wewe ndio chanzo cha maisha yangu mimi kuharibika. Ngalawa. Wewe ndio chanzo cha maisha yangu mimi napata. Kaiza! Ah! Sana! Kaiza, nimekufanya nini sasa? Bora ukafa. Simenelewa. Bora kusababisha mimi naishi shida ni kwa sababu yako, si ndio? Sasa nimeshatoka. Sasa umefaidika nini? Umefaidika nini? Umefaidika nini? Jamani, nini kinaendelea hapa jamani? Wewe kaka mambo machema. Nini kinaendelea jamani? Umefanya nini? Amefanya nini hata unamfanya hivi? Sio tabia nzuri hiyo jamani. Pole sana mdogo wangu. Pole sana. Mungu wangu. Jamani. Mungu wangu. Pole sana mdogo wangu. Pole. Inuka kidogo unywe maji. Kunywa maji kidogo. Pole sana mdogo wangu. Pole sana. Yesu. Nini hichi kimetokea? Mnaongea gani? Jamani. Pole sana. Simama. Mungu wewe, simama. Pole sana mdogo wangu, pole. Kwani dada yuko wapi? Dada yupo. Kwani umemfanya nini? Mmemfanya nini hadi anakufanyia jambo hili zito kama hili? Kidogo tu akuue. Mungu saidia. Nini kimetokea? Ndefu sana. Pole sana. Ilikuwaje kwani? Ni mwengu tu dada. Mungu wangu, Mungu saidia vijana. Mungu saidia kabisa. Ili lola pepo tunaliondoa, lishindwe katika jina la Yesu. Lola mauaji ili tunaliondoa, lishindwe katika jina la Yesu. Pole sana mdogo wangu. Mungu atakusaidia, utakuwa vizuri. Samani. Nakuomba sana. Njoo mara moja, kuna tatizo limetokea huko ndani. Nakuomba sana. Sasa kuna issue moja imetokea huko ndani. Yako huku kapigwa na nahisi itakuwa ameumia sana. Na hapa najaribu kumpigia simu dada yake, simpati kwenye simu. Naomba unisaidie, tumpeleke hospitali. Kapigwa sana, yani amepigwa sana. Amepigwa. Nataka nipate taarifa kwa amekufa, hapo ndio mimi nakuja kubeba mzogo ni upeleke huko hospitali. Tena kufa. Sikiza sister wewe. Wewe uliibiwa wewe. Yote hayo. Yasahau, angalia utu wa mtu. Yasahau hayo yote. Amekuibia, amefanyaje? Tumsaidie asije akafa huyu. Eti naomba tumsaidie. Sister, subiri kwanza. Sikiza. Yaani mimi habari za kuja kumsaidia huyo mbwa huyo mimi siwezi kuja. Kwa sababu gani? Huyo mimi yani namdai. Na hapa ni unajua kipengele kwa sababu tunawahi nyumbani unajua. Ila ningekuwa ni sina haraka mimi ningekuja na mimi ningemuongezea kipigo huyo mbwa. Sasa sikia, subiri kwanza. Sister nisikilize sister. Sister mimi na hasira kinoma. Mimi naondoka hapa. Naenda zangu. Sister wewe umeniita mimi, hebu nisikilize basi. Nakusikiliza. Naenda nyumbani mimi na kipengele nyumbani unajua vitu vyangu vipo nyumbani pale. Ngoja nikamaliza vitu vyangu kwanza. Nikipata muda. Yaani ile nimepata muda ndo nimetoka nimekutana na kinyago mwenzie huyo yani siyo ndugu yake yoyote yule mpumbavu mwenzie yoyote ndo nitamtaarifu umeelewa. Ila usiwekee 100%. Ungejaribu kupunguza hizo jazba. Sister. Wewe unaibiwa wewe nakuuliza wewe. Kuibiwa jamani. Wewe unajua hii familia hii? Au unalopoka unajua familia hii? Wewe unajua dada yake alipotea kwa sababu gani? Unaelewa hilo? Dada yake uizi huo ndo akapotea, umeelewa? Ameiba sana vitu vya watu juu. Huyu mdogo wake naye anagidai anakuta makopo mwizi hivyo ndio maana amepigwa. Unaweza kaniambia sababu ya kupigwa huyo mbwa? Umesikia huyo kinyago huyo tena? Namtamani kinoma. Sasa mdogo wake. Sasa sikia wewe sister. Mimi naondoka naenda kupiga vitu vyangu huko afu nikipata nafasi usiwekea 100%.
endapo nikapata nafasi tu huko, yani ya kuondoka, ni nimechomoka pap, ndio naweza nikikutana na huyo mbwa yoyote ambaye mimi namfahamu, yani ambaye anajuana naye huyu mbwa, ndio atakuja nitampa taarifa aje, ila mimi siwezi kuja kumsaidia. Kuomba sana. Sasa mimi unamfanyaje? Oh sister, usinipelekeshe basi. Mbona kama unanituma mimi bwana? Basi nenda mwenyewe kampe taarifa. Mimi nishakwambia nikimuona ndio nitampa taarifa. Vipi wewe sister? Naona unachanganya au na wewe mwizi wenzio? Sawa. Wewe? Sawa. Unajua mimi nimeibiwa mimi. Mbwa tena mwambie afe kabisa ng'ombe huyo. Kwa hiyo wapendwa, tunaenda kusoma Mathayo mtakatifu mstari wa 7. Nao unasema, msihukumu msije mkahukumiwa ninyi. Kwa kuwa hukumu ile mhukumuyo ndiyo mtakayohukumiwa. Na kipimo kile mpimacho ndicho mtakachopimiwa. Sasa basi hii ina maana gani? Inamaanisha hivi, kuna binadamu saizi anatoa hukumu juu ya mwenzie, wakati hukumu anayetakiwa kutoa sio binadamu. Binadamu anaanza kumhukumu mwenzie, binadamu anaanza kumsema mwenzie vibaya na kadhalika. Unahubiri Sasa sikia. Jinsi siwezi umezoea uwizi Sasa wewe endelea kuhubiri hapa. Mdogo wako yupo kule anakufa kule. Unasemaje? Kufa? Mdogo wangu yupi? Wewe, Zefalo. Zefalo. Asa ndo nini? Mbona mdogo wangu yupi? Yaani hapo dada. Hivi dada, nguo zangu ziko wapi? Nakuuliza unaanza kufanyaje? Nakuuliza, yani sitaki ujieleze kitu hata hiki kimoja. Hivi nyinyi kwa nini familia yenu wote nyinyi mnakuwa wezi eti? Unashinda kuwashauri wadogo zako na wewe mwenyewe mkaa tu sasa mkafanya mambo mengine? Hivi nyinyi uwizi utawafikisha wapi? Subiri nikwambie kitu. Sitaki maelezo. Hivi nyinyi mnapenda sana watu wapewe majina mabaya. Inaonekana tu dada ni ana roho mbaya au ana tabia 1 2 3. Hivi wewe, mimi sitaki ukorofi na wewe. Subiri nikwambie. Nisikilize. Subiri nikwambie kitu moja, nisikilize. Mimi siku ile nguo nimefua nikaziacha pale pale. Haki ya Mungu tena mimi sikuondoka na nguo. Eti ukoondoka na nguo wewe? Mama wangu tena mimi sitaki kubishana na wewe. Mimi sitaki maelezo. Rekodi yenu yote ninayo hapa, umenielewa? Alafu na una bahati sana. Ninachoweza kuongea sasa hivi, ninavyoenda hivi, nikirudi moja kwa moja nyumbani kwenu, naomba uniandalie nguo zangu nizikute. Sitaki utani na mtu na sitaki ukorofi na mtu. Historia yangu wengi wanaijua. Sasa sitaki tuharibiane. Unanielewa? Tembea. Vipi? Mimi sio dada yako. Unalitambua na leo naongea. Kama kukulea, kama ni wema, kama ni msaada, hapa ndo mwisho. Nimefika kikomo Brian. Naona ushakuwa una mabavu, unaojimudu sasa baba. Naomba ukatafute kwa kuishi. Wewe Blai? Vipi? Fish. Sasa hivi. Oya karibu. Yaani hapa najuta kuiba. Na sio kwamba najuta mimi kuiba. Najuta sister kujua kwamba kweli mimi naiba.
Mimi naona masuala ya wizi tuachane nayo. Tulii na kusoma wana. Angalia sasa mpaka sasa hivi na sister yako wameelewani. Unajua? Sio kwamba mimi anaacha kuiba moja kwa moja. Naacha kuiba ili unaacha kuiba huu mwizi mkubwa ili sister asijue. Lakini naendeleza kuiba pole pole, chini chini. Sister ajue. Tunataka kwa mwanangu uelewe kitu. Hapo unaona kabisa sasa hivi ipo kwenye matatizo na sister yako ni kwa sababu ya huo wizi. Sasa unaposema unaendelea nao, unajua mwisho wake na siku akija kubaini kama unaendelea na wizi, nafikiri itakuwaje? Si unakuja tukie matatizo makubwa pale nyumbani. Ukishindwa kutunza yako, wenzao watakutunzia. Unamaanisha nini? Unamaanisha nini? Kwani wewe uelewe unachokifanya? Sasa kuna machaguo haya. Kati ya machaguo mawili kuna chaguo moja ndio uchague. Mimi nitoke huko ndani au huyo mwenzio, siji ndugu yako, siji nani yako ndo atoke huko ndani. Unajua ni mara 10 ukaishi na rafiki kuliko ndugu. Wewe brother una tofauti na mnyama. Yaani wewe brother Kaiza na kukosa rafiki yako ambaye unayesali naye ilibakia kidogo tu niweze kufa dada. Na hata sijui nimemkosea nini mimi. Natuelewi ni wapi ambapo tumekosea. Kaiza sio mtu mzuri dada. Kaiza ana roho mbaya. Kama kusali, mbona dadangu unasali sana? Kama kuomba, mbona unaomba sana dada? Tumemkosea wapi sisi Mungu? Atueleze basi ni wapi ambapo sisi tumekosea, tuweze kujirekebisha. Dada. 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 KZ, naona unaifuatilia sana familia yetu. Na shida yako kubwa ni kutuua. Unataka uanze na mdogo wangu au mimi? Na kama ni mimi niko mbele yako. Chagua unataka kuniua kifo gani? Kisu, bastola, gongo, uninyonge? Nimechoka kuishi kwa haya maisha mimi. Kama dhamira yako ni kuniua, KZ niue tu.
Bwana karibu. Kuna umepoa kiasi hichi vipi tena? Unajua tumezingwana na blaza ni yaani tumezingwana naye sana na sina uhakika kama anaweza akarudi tena hapa nyumbani. Kwani usiniambia umba una wazazi wewe? Usiniambia umba wazazi wako boda. Kwa hiyo mimi kila siku hapa nakuonaga upo wewe na kakako. Sije kumuonaga mamako wala babako. Kiukweli labda nikwambie kitu ambacho ulikuwa ukijui. Nilikudanganya niliposema kwamba wazazi wangu wako Dar. Wewe. Mimi nimelelewa katika kituo cha watoto yatima. Na nilipofikisha miaka 10 niliamua niingie mtaani kujitafuta kwa sababu pale kulikuwa kuna mambo mengi. Yaani kulikuwa kuna mambo mengi sana. Kwa hiyo nilipoingia mtaani ndo nikakutana na huyo brother, ndo nikaanza naye maisha. Kwa hiyo ndo akaanza kunipa ratiba, akawa ananipa madili, ndo chanzo mimi na yeye mpaka leo tupo hivi. Da. Kwa hiyo ndo kuniambia kwamba wewe wazazi wako wajui kabisa. Mimi siwajui na si yani sijui hata kama nikisema niwatafute naanzia wapi. Siwajui wazazi wangu. Kwa hiyo ndio maana niko kwa huyu brother. Alafu kingine mimi siwazi kuhusu hilo. Unajua hapa ninapokaa hapa tunalipa kodi. Wewe unalipia kodi hapa? Kwa hapa tutafanyaje? Ndio hapo sasa. Ndio ndo uongee sasa. Mimi nishachanganyikiwa hapa. Maana unaona hata chakula huko ndani nitakopa hakuna. Mimi na wazo. Mimi kakangu alikuwa anaokota makopo. Unaonaje tukaanza na siku kuokota makopo? Maana kilo moja kama si 250 aliniambia. Mimi unaonaje sasa tukiokota makopo jiji zima hili? Mpaka ikafika saa 6 hivi. Mimi kazi siwezi nikafanya kwani kuokota makopo. Haya, kwa hiyo unavyoona tutafanya kazi gani? Kama wizi tumeacha. Tutafanya kazi gani sasa hivi? Afu nimekumbuka. Nina bro wangu mmoja hivi anafanya kazi kule kwenye side ya fundi kule. Anambebea matofali. Unaona tukaanza kupiga hilo deal. Tutapata chochote kitu. Afurahi mwanangu. Twende basi tukamwangalie hiyo tumwambie. Kwanza mimi kichwa kinaniuma. Hapo kwanza niache nikalale. Masuala hayo tutaendaga hata baadaye. Hapo basi. Nichukulie basi daftari nijisome mimi hapa. Nichukulie la civics. Unasikia? Kaka. Samani kaka. Ila kaka kweli mimi niko naiba. Lakini saizi nimeamua kuacha. Nimeacha kabisa wizi, nimeacha kabisa. Lakini kaka kwa naomba nimsaidie kuomba msamaha kwa dada. Sababu najua dada atanielewa. Lakini kaka mimi nimetubu hadi kwa kwamba siji kuja kuiba tena. Na wizi nimeacha hivi. Unajua Brian, umetuharibu sana akili zetu. Samahani kaka. Unafahamu kuwa umetudhalilisha sana? Ndio kaka najua. Na ufikirie hata wema aliofanya huyo dada. Na unajua fika kwamba si dada yetu wa kuzaliwa naye. Ndio. Hivi kuna wema ambao mtu anaweza kufanya kama huo? Lakini bado umeona huna cha kumfanyia wema, umeamua kwenda kumdhalilisha. Kwa sababu ni kumdhalilisha. Ndio. Unajua dada yako ameumia kwa kiasi gani? Sawa mimi nimeumia, lakini yule aliyokuwa anatuangalia sisi sote na kutupa hifadhi hapa, unajua ameumia kwa kiasi gani? Amerudi hapa akiwa analia. Kukutimua sio kama amependa, ila ni hasira na maumivu tu. Ndio
maana kaka nimekuja kaka, nakuomba kaka. Saidi kuomba msamaha kaka. Kaka kweli kaka. Saidi kuomba msamaha kaka. Nimeacha wizi. Mimi sikudanganyi kaka. Mimi uje kunikuta naiba. Hata shuleni utaona maendeleo yangu mazuri kabisa. Sikuja kabisa kuiba. Nimeacha. Hadi Mungu ananiona. Nimeacha mimi wizi. Kaka, nisaidie kaka. Kweli kaka. Naweza kunateseka kaka. Acha mimi. Acha kaka. Nimechoka kuishi kama ngedele ambaye anakimbia tu ovyo. Kaka, Una uhakika? kweli hivi sikudanganyi kaka. Kaka mwenye kaka unanijua mimi nikiamwaga kitu kufanya. Nimeamua kaka kuacha wizi. Sije uje kuiba na kuahidi. I promise you. Kalebo, una uhakika? Kwanza mimi naona hapa ndio ni makosa makubwa. Kwa sababu mimi ndio chanzo cha kumfanya huyu akaa huko. Mimi ndio chanzo, mimi ndio niliyemtoa sehemu salama na kumleta kwenye matatizo. Mimi ndio chanzo. Mimi ndio nastahili kubeba huo msalama. Naomba tusamehe. Tunakuahidi hatutarudia tena ile tatizo. Hatutarudia tena kuiba.